Fahamu kama tumezoambiwa siku zote kuna mas'alatul islami na mas'alatul imani na mas'alatul ihsani, au arkanul islami na arkanul imani na arkanul ihsani. Na miongoni mwa arkanul imani ni kuamini kwamba yaumal ba'thi, siku ya kufufuliwa, tuamina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Fahamu, na kuamini siku ile ya mwisho, na ni siku ya kwamba utakufa na siku ambayo kwamba utafufuliwa, unasimama mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ndio nguzo zetu ambazo kwamba tulipewa katika Uislamu. Ufahamu, na ndio kitu cha kwanza Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa nacho kulingania watu ni arkanul imani, kisha nikafuatiwa, ingawa imewekwa mbele arkanul ihsani, ufahamu, ni arkanul islami, kisha ikawa arkanul imani, kisha ikawa arkanul ihsani. Lakini kitu cha kwanza alikuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-iman, ad-da'watu ila talibil iman, kuangalia kuingiliania watu muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana huwezi kuwa na arkanul islami bila arkanul imani. Lazima kwanza ukiamini kitu, kisha baada ya kukiamini kitu ukijua unataka nini hiki kitu. Mafahamu, huwezi kuingilia kitu ukifanyia kazi nawe hujui. Ufahamu, kwanza ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi aliyofanya ya kwanza ni al-imanu billahi, ad-da'watu ila Allah, walingania watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ingawa imekuwa kati na kati, arkanul islam kisha ni arkanul inam kisha ni arkanul ihsan, lakini ilikofuatia cha kwanza ni arkanul iman. Huwezi kumfanyia mtu kazi umjui mtu huyo mtu gani wala muelewi. Lazima kwanza muelewe huyo mtu gani na mtu huyo ataka nini. Baada ya kumuelewa ni mtu gani, uko namna gani, uko vipi, na baada ya kumuelewa huyo mtu uko vipi, sasa nifanyie kazi kwa namna atakavyo yeye. Lakini mtu mimi nafanya kazi sikujui wewe, na kufanyia kazi wewe nani tumjui. Kwa hiyo lazima kwanza tumjue nani. Fahamu, ndio Mwenyezi Mungu akashika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akashika na hili katika miongoni mwa imani. Uislamu wako hautimii bila ya kuamini yaumal ba'thi, siku ya kufufuliwa mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunafahamiana vizuri basi hao kadhabu, khasara alladhina kadhabu bi liqa'i Allah hatta idha ja'atuhum as-sa'a, hatta mpaka idha ja'atuhum, iwailie wao, idha ja'at, iwailie wao nini? As-sa'atu, hiyo saa, baghtatan, maana kiyama, baghtatan, faj'atan, wa ghafla, hala kaunihi baghtatan, mansubu ala al-hal. Mafhuma, hatta idha ja'atuhum as-sa'a, hatta idha ja'atuhum as-sa'a, mpaka hatta, mpaka idha ja'atuhum, iwailie wao, as-sa'atu, nini? Qiyama, baghtatan, mafhuma, wadih, ghafla, wa ghafla, baghtatan, fajaa, faj'atan, mfahama, min ghairi, mfahama, basi na ujuzi, basi na shuur, basi na kutambua. Ghafla kunakijia, kuna shuur nayo, kuna ujuzi nayo, kuna indhari nayo, wakati mauti. Baghtatan hapa idha ja'atuhum as-sa'a, ni as-sa'a asli yake ni zaman al-muayyan, az-zaman al-muayyan lughatan, lugha as-sa'atu az-zaman, zamatu al-muayyan, zama saa sita, zama za saa saba, zama za alfajiri, zama za ishai, zama mfano al-zaman lughatan, az-zaman zama al-muayyan, zaman al-muayyan. Thumma utliqa, kisha ikapendelewa katika sharia ala al-waqti alladhi yanqadhi bihi ajal, ule wakati ambao kwamba nini kutoka ajali yako kuondoka katika ulimwengu. Ufahamu, yawma taqumu saa yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra saa, yuqsimu yawma taqumu saa yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra saa. Ile saa ya kwanza sio saa ya pili. Unafahamu, siku utakapokusimama kiyama, yawma taqumu saa,
yuqsimu almujrimuna, wataapa ma labithu ghaira sa, haukukaila wakati mchache tu katika dunia, wakati mchache tu. Huku ni kiyama, sio yake imezimu ikapekwa huko, sheria yake ikawa ni saa, ni kiyama, lakini asili yake lughatan ni alzamanu muayyan, tumefahamiana, ni wakati ulio muayyan ikatumiwa. Tumefahamiana vizuri. Na baghatatan kikaja kwa ghafla, sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejificha, wafahamu, baada ghafla akikwambii nakuja, wala akitoa indhari, haya nakuja, kesho nakuja, jiandae, wafahamu, ghafla tu inashuka kile kiyama, na kila mmoja ana kiyama chake, kama alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man mata qamat qiyamatuhu. Mfahamu, kuna qiyamatul khususi wa qiyamatul umumi. Mfahamu, kuna qiyamatul khususi na qiyamatul umumi. Qiyamatul khususi ni ile chako mmoja mmoja kufa, imeshasimama kiyama chake, bado kile ambacho kwamba alikipanga Mwenyezi Mungu kuondoka kwa watu wote, wakati ambao kwamba amesopanga yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukifa kiyama chako iko tayari, umeshapata kiyama wewe. Tumefahamiana vizuri. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekificha kiyama. Ni kwa nini amekificha? Sababu upate kujiandaa, ista'idda lilmauti qabla nuzulihi. Ukijua mimi nitakufa siku fulani, utafanya mambo yako, baada siku 3 4 utarejea kwa Mungu, kuja na zilemba, mafahamu hayo, kuja na majuba, utoke msikitini, sababu mimi tayari baada siku 3 nitakufa. Mafahamu hayo, hikma yake ni kwamba ujiandalie, mafahamu, kabla hiyo hujui nini, sasa ujiangalie, ufahamu, ista'idda lilmauti qabla nuzulihi, ufahamu, na uelewe kiyama hakuna mkubwa wala mdogo wala shekhi wala mwanachuoni wala jahili wala asi wala tajiri wala fukara, ufahamu, akimwangalie, ufahamu, huyu shekhi basi tumwache, amwangalie huyu tajiri, inamshambulia kwa mtu yoyote alio namna yoyote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekificha imani ili utake kujiandaa kila wakati. Ndio baada tukaambiwa kwamba ukiingiwa na usiku, basi uwe na fikra kwamba sijui nitaipata asubuhi. Ukiinuka asubuhi sijui jioni, lakini hatuko fi ghaflatin, nahnu fi ghaflatin, sio katika ghaflatin. Mambo haya ndio yao tasoma kwa mal hayatu dunya ila laibun wala hawa, kama pumbao, tumeghafilika na mapumbao. Kwa hivyo unataka kula wakati, asubuhi nikinuka sijui nitafika jioni mimi, lakini wewe uko katika kuzika wewe, yaani upigwa simu, ngoja bwana nikitoka hapa ile biashara utakuja kuifanya, umesikia? Mafahamu, unazika wewe, unamzika mtu pale, ufahamu, na huko unapigwa simu na biashara. Basi ngoja bwana nikimaliza hapa mimi kuzika, inshallah taala atakuja tukimaliza ile mambo, kama ile iko katika kabdhi yako, hivyo ni ghafla kabisa, muona tena yule naye na wewe pia ni kudaiza kuinubu mpaka pale pengine inaweza kuwa boom. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameficha mambo 6 ili ujiandae. Jambo la kwanza, al-maut. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameficha mauti, wakiambiana ujiandae vizuri sana. Tumefanya vizuri kila wakati ujiandae. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameficha Lailatul Qadr katika mwezi wa Ramadhani. Iweza ikatoka mwanzo kama mwanzo, sio zinaweza kupatikana hata mwanzo Lailatul Qadr. Ile yurja inatarajiwa, si kwa ndivyo, mafahamu, ile inatarajiwa sana, lakini wakati wowote Lailatul Qadr yaweza ikapita. Ile inatarajiwa, ujiandae. Lailatul Qadr ni lini, wakati gani? Ile inatarajiwa tu, si kwamba ndio hakika wakati huu. Ujiandae na Lailatul Qadr. Wa Lailatul Qadr khairun min alfi shahr, tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli. Kwa hiyo ukijiandaa siku ile, kumbe imeshapita. Kuna wakati ujiandae Ramadhani nzima wewe
ujiandae na Lailatul Qadri. Mwenyezi Mungu akaficha saatul ijaba fi yawm al-Jumaa. Mwenyezi Mungu akaisita saa ya kujibiwa dua yaumul Jumaa. Hata ikhtalafa ulama, wakawa wametalifiana wanazuoni, wengine baada akipanda, wengine baada akikaa baina al-khutbatayn, wengine baada. Kwa hivyo Ijumaa yote pengine inaweza kupatikana asubuhi, mchana, turja tu ili kupatikana pale, inatarajiwa zaidi, lakini Mwenyezi Mungu ameficha saatul ijaba fi yomi aljumaa. Lolote utajibiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anaificha kabuli ya twaa yake kwa mja wake. Usidharau twaa yoyote ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pengine ile twaa ndogo ndio itakuinua kuliko ile twaa kubwa, uelewe. Kwa hivyo usidharau, mfahamu, usidharau twaa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hili ni sunna tu, mfahamu, hili hivi, usidharau twaa ya Mwenyezi Mungu. Pengine ile ndio itakuja kuinua hayo makubwa yote yaanguke, kwamba ni hiki kimoja tu kidogo ndio kimekuinua wewe kwenda peponi. Kwa hiyo usidharau twaa ya Mwenyezi Mungu subhanahu. Ameficha kaburi yake katika kwa gani Mwenyezi Mungu ataikubali. Mfahamu, Mwenyezi Mungu ameficha ni twaa gani yenye kabuli sana kwake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe unadhania swala na somo ndio kubwa hizo, pengine zanguke zote hizo. Mfahamu, umefanya hivi, umefanya huko, kikaja hiki kidogo kitu, mfahamu, ikakutoa katika hali nyingine, yakakufutia na madhambi yako yote. Ndio ile Mtume atuambia mwanamke mmoja alikuwa katika Bani Israeli, alikuwa ni baria tena malaya hasa. Alikuwa ametoka siku ile na safari, kapita kaona kisima. Akaona kisima pale, kamuona na mbwa, na yule mchanga una maji maji, akaona muona ule mbwa na ramba ule mchanga. Akaona umaskini ana kiwi, akavua hofu. Manake hofu ikiwa hofu zamani kama viatu zinafanana na viatu ambavyo hofu. Akavua hofu zake, akafunga na kamba, akatosha na maji, akamba mbwa pale pale. Mwenyezi Mungu ataramisha malaika wakati wa Mtume, wakati huo akamwambia amesamehewa madhambi yote amesamehewa, na huko utaingia peponi. Unaona hiyo tamu, unaona taa hiyo ndogo kumsha maji tu imepelekea kwamba afutiwe madhambi yake yote na asamehewe na peponi. Taa moja tu kumsha maji tu, maji kidogo tu yana maana. Usidharau kitu kama hiyo. Wala Mwenyezi Mungu ameficha hasira zake katika maasi yake. Pia ogope kuteteleka, ila kuwa tayari ukiteteleka rudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu. Lakini ujipinde sana, mfano hujui hasira za Mwenyezi Mungu ni katika maasi gani. Kwa maana nafsul mardhiya pia yaweza, an-nafsul radhiya yaweza. Wadhihani mwanadamu yote hata kama atakuwa wadiga, lakini aweza yawezekana akateteleka, awezekana. Ndio Al-Imam Junaidi sahibu taifati sufia aliulizwa, ayasi alwaliyu fa atraka ra'sahu madiyan thumma rafa'a wa qala wa kana amrullahi qadaran maqdura. Aliulizwa As-Sufi Junaidi sahibu tariqa, je, huyu wali anaweza kuasi, anaweza kuteteleka? Mafahama ambia, akainama kisha kana wakana amrullahi qadaran maqdura. Haiwezekana, maana ni binadamu, haiwezekana. Binadamu kuna kupata na kukosa. Tumefahamiana vizuri lakini tujipinde mimi na wewe baina ya taa ya Mungu, ujue ni taa gani Mwenyezi Mungu ataikubali, baina ya maasi ya Mungu ujue ni maasi gani yatamtahasirisha Mwenyezi Mungu zaidi. Uishi baina rajai wal khawf, wafahamu, kujipinda wazi. Uishi katika arrajai wal khawf, mbawa zako mbili uruke nazo hizo, arrajau wal khawf. Rajai kutarajia mema kuyafanya na Mungu atakulipa. Al khawf ni kuwa na hofu kutenda mabaya, Mungu atanilipa.
Saumu imenikamata maskini. Ya sita ni mimi na wewe nisikudharau, simdharau mja wa Mungu yoyote. Ufahamu, simdharau, siwe na dharau ya mtu yoyote. Kila mmoja umvanie mema, kuna mmoja umvanie mema. Ufahamu, kwa hiyo anzilu nasa manazila. Ufahamu, siwe na ujubu, kujiona kama hakuna kama niona kibri. La, siku zote ishi mimi ndio, ufahamu, mimi ndio nakisi, huyu mkamilifu. Ufahamu, huyu ni kamili. Kila mmoja umuone ndio mzuri kuliko wewe. Ndio alituambia Imam al-Ghazali, ukimwona mdogo wako ufahamu, basi mdhanie kwamba huyu mimi kuja mbele maasi nimeyafanya mengi kuliko yeye. Hata kufanya maasi lakini hajafika kama yangu. Mimi nimekuja sana. Kuna dhana kama hiyo. Wafahamu? Ukimwona kama wewe pia vile vile, hapa nina mambo ya ndani ndani huyafanya huyo siri. Ndio ule bwana mmoja alisema, nikimwona mtu hivi, mtu namuona anazini hivi, anafanya madhambi, basi aliye akizunguka tu dakika 5-6 nitamdhania ameshatubia kwa Mwenyezi Mungu. Wali husnul dhanni. Nimeona hivi au mabwana sema niona hivi fanya maasi au ile nimeona, basi dhana yangu itanipeleka kwamba huyo ameshatubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo si dharau. Wafahamu, hasa wale wanyonge ndio kabisa hatari hizi. Wafahamu, wale wanyonge sawa, ndio hatari. Rubba ash'athin akhbarin timrenge na bifuu bil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu. Wafahamu, mtu mchafu vurugu madfuu bil abwab, wengine hautafukuzwa milango, ondoka bwana. Mfahamu, sio ulivyo. Mfahamu, lakini law aqsama ala Allah, mtume sawa, hadithi ya mtume, law aqsama Allah la abar, lakini law alimwapia Mungu fanya hivi, Mungu atafanya. Mfahamu, wazi. Tuwe na husnul dhanni, ndio hivyo tu. Kuna mmoja tu mweke katika daraja zake. Tumesomea na fahamu, qalu ya hasratana, qalu tasema siku hiyo hao ambao kama hata idha ja'atum sa'atu baghatatan, kiyama kitakachokuajilia ghafla, watasema nini? Qalu yaquluna, kama tuzungumza, qalu watakuwa wakisema ya hasratana, majuto yetu. Watasema hilo. Mafahamu, siku ambayo kwamba watakapokuona ayana dhahiri, yale mambo yako hivi, yako sawa, adhabu hii, matatizo haya hapo. Ya hasratana, qalu watasema ya hasratana, majuto yetu, ala ma farratna, kwa yale ambayo kwamba alama, kwa yale ambayo kwamba farratna, ufahamu, tuliofanya fujo au tukayawacha. Ufahamu, taksir, tafriti ni taksir, ihmali ni nini? Ni tarki. Ufahamu, ihmali sifanya jambo kitu nini. Ufahamu, bifarrata wamesema kaswara, au shay'u dhayya'ahu au watarakahu. Ufahamu, katika lugha. Ufahamu, farrata ni khasara, ni taksiri. Ufahamu, au shay'u dhayya'ahu, au kitu alikipoteza, kufanya upuzi, kupuuza. Ufahamu, yaqalu ya hasaratana ala ma farratna fi, kwa yale ambayo kama tumepuuza, sio fiha sasa kwa ulimwenguni, au fiha allataya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Mafahamu, wazi, tumezipuuza. Mafahamu, tumeziacha, tumefanya taksiri. Fiha tafsiri mingia, tumefahamana vizuri. Maana tunataka tuje na tafsiri, tupate tafsiri.
maani kidogo tupate na tafsiri tuelewe. Qalu, watasema ya hasaratana, majuto yetu, alama kwa yale ambaye kwamba faratna, tuliyopuza. Kama tumeambiwa kupuza, ihmali ndio kupuza, sio? Tafsiri ya ihmali ni kupuza, kupuza mambo, maana kutotia akilini, kutoyafanya, kutoyaangalia akilini, kutoyaeleza. Fiha, sasa fiha hapa, fiha fi dunya, fiha fi taati llahi, katika taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumefahamiana vizuri. Watajuta siku kama hiyo, na sisi tusiye tukajuta, tuipatilize mambo kama haya, tusiye nasi tukawa ni alama faratna ya hasaratana ala. Inshallah Mwenyezi Mungu na sisi atatujalia ni katika wale ambao kama wasoyawacha yale ambao kwamba atakayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na tusiwe ni wenye kujuta mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wahum, na wao hao kadhabu biliqai llah, wahum, na wao wapi kadhabu, wahum yahmiluna, watayabeba. Nafahamu, wahum yahmiluna, watabeba auzarahum, madhambi yao, ala dhuhurihim, yula mgongo wao, yula migongo yao, wale madhambi watayabeba ala dhuhurihim. Nafahamu, yula migongo yao, mgongo sisi weta maungo, yula maungo yao. Sijui mpaka leo lugha iko amo hiyo, sijui maana kumebadilika. Miaka 30 siku, miaka 18 sikujui tena Lamu, miaka 18 sasa, miaka 18 sikujui Lamu, sijui kabisa miaka 18, sijui lugha iko hata iko. Unafahamu mimi hii lugha bado mpaka leo unakuwa mimi ni mgunya, Sharifu mgunya, Sharifu mgunya. Unafahamu, ujaribu kuzungumza kwa Dar es Salaam mara wangu kati urudi kule kule, hata kwao ni mahramu, urudi kule kule. Wa hum yahmiluna awzarahum, unafahamu, nao hum na wao, hali kwa wao yahmiluna, watachukua awzarahum, yale madhambi yao, unafahamu, ala dhuhurihim, ila mgono yao. Wal awzaru jamu ya wizru, wal awzaru jamu ya wizru. Wizru ni jambo lilozito asili yake, wa huwa alhamdu thaqil. Mafahamu, fresh lilozito ndio la wizru kilugha, lughatan, kilugha ya Kiarabu. Kisa ikakilia thumma stu'mina ala al-ithmi. Mafahamu, yakatulu tulikiwa na madhambi, lakini asili yake al-wizru wal hamdu thaqil. Mafahamu, ni fresh lilozito, utisho mzito subhanahu wa ta'ala, ndio la wizru, mzigo, mzigo mkubwa wa kula wizru. Jana ule mzito, hamlu mzito, hamlu thaqil. Thumma stu'mila al-ithmi, ndio maana wazambu kaannahu lithuqlihi ala sahibihi kalhamdilladhi yasqulu dhahara. Maana kaitwa madhambi ni kwamba kwa ule uzito wa madhambi, kama sura yalivyo, kaannahu lithuqlihi ala sahibihi, kama kwamba yuna ni mzito yule mwenye kuyabeba yale madhambi. Kalhamdilladhi yasqulu, alam nashrah laka sadrak, alladhi lam nashrah laka sadraka anka wizraka alladhi anqa wa dhaharak. Mafahamu, wana alwizri, mafahamu, yakapetesha maungo yako, wazi, yakapinda. Kiswahili cha kwetu yakapinda, huko kupinda, basi hapa tumefanana kidogo. Yakapinda maungo yako, mafahamu, wizraka alladhi anqadha dhaharaka, dhambi yako ambao kwamba alladhi yalipetesha nini, kupindisha dhaharaka, maungo yako, mgongo wako, maungo yako, mgongo wako. Mfano ndio tumeona asili yake Misri ni uzito, lakini ikatumia nini? Madhambi. Na madhambi ukiwa nayo mengi, basi ukufanya wewe mzito, na ni kweli. Ukiwa ni mtu wa madhambi, hata ibada utaiona mzito kweli.
Hata ile ibada kuiswali ukiona ni uzito, ngoja kisa hata ukiingia kuswali wewe mfahamu ile alhamdulillah sijui wala dhalina sijui umepata utaka kutoka haraka haraka, wewe una uzito kweli mfahamu. Wakati mwingine mpaka wanaleta swali una usiku leo ni nini? Madhambi ndio yakakubeba wewe yakakufanya uzito katika ibada. Tunafahamiana ndio kuepuka na madhambi ndio kufanya wewe uwe mpesi kwenye ibada. Ndio tukazungumza jana wale watu namna walikuwa watu wa daraja ile kwamba wao wameepuka sana maasi, wakamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu, wanajipinda sana kwenye maasi. Mafahamu basi wanajipinda sana kwenye maasi. Mafahamu kuogopa sana kuingia kwenye maasi. Sasa kuliko kuogopa wakashika zile ibada kwa wazao, ni sahali sana, pesi tamu kama tulizungumza jana. Mafahamu kama ile Imam Ali Zainul Abidin namna walikuwa akiswali raka 1000 tatawuan usiku mmoja, rakata 1000 shekhi, raka 1000. Mafahamu sababu nini? Upesi. Kwa sababu gani? Itinabi maasi akthar, kule kuepuka maasi kwa nguvu sana. Ile ibada kwa tunzungumza jana namna waliona upesi, wewe raka 1000 subutu, mimi na wewe raka 1000 hata siku moja. Mafahamu hata ukanipa milioni 500 siwezi. Mafahamu lakini wale ndio wengine swali salatul udhu, salatul isha, udhu ila isha huko wengine. Mafahamu wazi udhu wa isha anaoswalia alfajiri, udhu wa isha anaifanyia aliswalia alfajiri. Watu hawalali ila saa moja tu. Mafahamu wengine hawalali kabisa. Kwa sababu gani? Ile ibada tukakwambieni kama jana kwa kuiona pesi, alafu anaionea raha. Mafahamu anaionea tamu, zile raha zinapita katika mishipa yake, zinapita katika damu yake, zinapita kwenye mifupa yake, zote zile zinapita ndani ya mwili kabisa. Tumefahamiana vizuri tumefahamiana. Wao yahmiluna awzarahum, yameleka ala dhuhurihim. Tukaambiwa kwamba kwamba itamdhihirikia ule mbaya suratan sayyi'a, itambilika kama sura mbaya yenye kuvuka harufu mbaya. Ndio akamwambia mimi walijua, mwambia la sikujui. Akamwambia mimi ni yale maasi yako na madhambi yako, nibeba swadu alayhi. Mafahamu haya nibeba, lazima unibebe. Yatadhihirika bisurati sayiatin natina. Mafahamu sayyi mbaya yenye harufu mbaya. Mafahamu yageuke kama mzigo, umuulize walijua mimi sikujui, basi mimi ni yale maasi yako madhambi yako. Mafahamu kama nisema Ibn Jaridi hapa wa Ibn Hatim Ibn Abi Hatim anna al-amala qabiha tatamathal bi surati rajulin qabih. Zile amali zako zile mbaya, Mungu asijalie atupe amali njema inshallah taala. Lakini kwa wale ambao kwamba ni wabaya tatamathal bi surati rajulin qabih, sura ya mtu alokabih, yahmiluhu sahibuha yawm al-qiyamah. Fahamu wanijua ndio hiyo. Ama ule mwema naye atadhihirikia vile vile bisurati rajulin hasani. Nafahamu mfano wa mtu walo mwema mzuri, mwenye kutoa harufu tamu yenye kuvutia, ilo mzuri. Ataarifuni, atamuuliza je ataarifuni, wanijua mimi? Abdallah sikujui. Basi wewe ni zile, mimi ni zile amali zako njema, badali ya kunibeba. Mfahamu wazi wewe panga juu langu nikubebe, ndio mwendo wako nikupeke mpaka yawm al-qiyama. Ule tambia ni beba, sio? Tumefahamiana vizuri Ule tambia mimi ni beba, ndio hiyo umyakamiluna. Mfahamu auzarahum ala dhuhurihim, mfahamu wabebe yule migongo yao wale wabaya. Lakini kinyume cha wale wema, Allahumma ja'alna minhum,
Mwenyezi Mungu atujalie katika wao inshallah. Badala ya kwamba wao kama sasa sisi tukupanda leo duniani kwa kule kusakilisha kufanya ibada kama tumekupanda. Mfano kama tulia nafsi ni mzito tukakupanda yule ukafanya leo nipanda mimi. Mfano sio wapeka siku ya kiyama. Mungu atujalie inshallah taala. Ala ujue tanabai. Ala tanabai ndio. Ala ujue tanabai. Sama ni ubaya sana. Ni ubaya sana. Yale ambayo kwamba yazirun yale ambayo kwamba walikuwa wakiyafanya madhambi kama aswati katika athqal يوم القيامة au yazirun yale ambayo kwamba walikuwa wakiyabeba uzito ule siku hiyo ya kiyama yale madhambi yao. Ala jua tanabai. Ala jua tanabai. Sa asyai'u syai'an yazirun. Maana wazi. Ala sa'a ma yazirun. Ala sa'a syai'u syai'an yazirun. Tayari salala. Ya jamani ujaribu wapi lakini haya itosha inshallah. Kama tulizungumza tunajaribu kupana faida zaidi. Hatuwezi kuifasiri Qur'ani haki ya kuifasiri lakini letu ni faida katika darasa tupate faida. Faida hiyo sikusoma aya 20 30 sio ngati tukipata mpaka mwisho wa mwezi umepata ngaa aya 60 aya 30 haba utakuwa umezijua na maana yake na faida yake. Mfano kwa kusoma mapito tunapita sama ya siruna basi tukaenda inshallah. Kwa haya machache nisimurjalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.